Kuna story za vijiweni na zingine za mitandaoni kwamba huwa zinapigwa kwamba high RPMs ni mbaya, revolution per minute kubwa, kama mshale ukipanda mpaka kwenye nyekundu ni mbaya. Sasa tukizungumza kitaalamu, kiukweli sio kweli kwamba ni mbaya. Inategemea na gari. Na hapa nazungumzia sana watu ambao ni natural aspirated engines na petrol engine na some of diesel engines. Kukimbia au kuchukua muda wako at optimum temperature ya engine ukatembea at higher RPMs mpaka to the reds ni nzuri. Na actually kwa kutokufanya hivyo unafanya the opposite, kwamba mtu asifanye hivyo you are killing your engine. Let me explain. Higher RPMs, sawa? Au niseme of course unapoliendesha, tusianze kwanza na higher RPMs, nianze kuelezea kwanza watu wa lower RPMs. Unapoendesha gari lako kwa lower RPMs kwa muda mrefu, what happens ni kwamba kwenye intake valves unatengeneza au inatengenezeka carbon pale, kwa sababu ya hii tabia ya kuendesha gari muda mrefu, yaani unaibembeleza, unakuwa unatembea na lower RPMs, so unatengeneza carbons ambazo over time they can cause you problems, like inaweza kusababisha throttle ikashindwa kufanya kazi vizuri. Wale wa turbo pia turbo ikaanza kuzengua au isifanye kazi pia vizuri. Matatizo ya namna hiyo, gari inakosa nguvu, such kind of stuff. Lakini at last utalani into performance issues. Sasa higher RPMs kwa nini? You need time, especially engine yako inapokuwa ime warm to the optimum temperature. Fanya higher RPMs. Gari inapokuwa kwenye higher RPMs, engine oil inapita kwenye maeneo yote ambayo inatakiwa kupita kwa kasi na kwa wingi. That brings you to the point kwamba kama kuna makarbon na mabaki ya carbon yale baada ya combustion yatachomeka na yatatoka au yataisha kirahisi. That takes your engine to the best level, au inaifanya engine yako at the end inakaa kwenye level, kwenye condition nzuri sana. So kama nilivyosema, sio kwa kila engine, na watu hapa wa hybrid tuwatoe kabisa, au watu wa CVT nyinyi hapana, hapa mhusiki. Ila kwa natural aspirated engine nyinyi ndio mko highly recommended. Hakikisha kila mwezi you take your time, warm up engine yako. Usifanye kwenye cold start. Kwenye cold start utaharibu engine yako rafiki yangu. Bearings, piston utaziharibu. So usifanye kwenye cold start. Hata kama una turbo unaweza kuiharibu. Lakini hakikisha na isiwe too high like engine imehit sana, hapana. Fanya kati engine yako ina joto la kawaida au lile optimum, then unaweza ukafanya hiyo, ukatembea in RPMs, take some kilometers na uendelee kuenjoy life. So Motekai Intelligence Auto X.